Habari, bila shaka mko poa na mnaendelea vizuri. Sasa hapa nataka tujifunze kutumia hii Busy Promo. Busy Promo ni application ambayo inakusaidia wewe kufanya automatic save. So unajua siku hizi ukiwa unafanya save, inakuwa ukituma message moja kwa mtu, ukirudi tu unajikuta inakurudisha mwanzo. Sasa imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa watu kuweza kutengeneza kufanya save for save. Sasa mimi nilipata application ambayo huwa naitumia kuepuka hiyo tatizo, na mimi hiyo nataka nikufundishe. Application ni hapo ambayo nimeidownload Play Store na nikajisajili. Nimemaliza kujisajili sasa, nikalipia. Kulipia unakuja, ukishakuwa nanili hivi, unakuja kubonyeza hapa chini kwenye more option, lakini hakikisha una Visa card. Ukishabonyeza hapa more option, utakuja hapa kwenye Busy Promo plan, sawa? Utabonyeza hivi, utachagua Android version kama unatumia simu. Kama unataka unatumia kompyuta, angalia hii hapa desktop version. Mimi nahitaji wale ambao wanatumia simu, kwa utachagua Android version plans. Ukija hapa tuna plans mbili tu. Kuna plan ya mwezi ambao unalipia $2 kila mwezi, lakini tuna plan ya miaka yote, lifetime plan, ambayo unalipia $12. Nadhani hapo unaweza ukawa unaiona vizuri. So baada ya hapo, wewe kwa mfano tuseme utachagua nalipia $2 kwa mwezi. Kwa nikibonyeza hivi itaniletea kwenye kulipia. Sasa lazima uwe umeconnect Google Play yako pamoja na Visa card ili uweze kufanya malipo. Kama huja connect, hapa unapoona kuna Visa card yangu, watakuwa wamekuwekea, watakwambia add account au watakwambia connect. Ukisha connect utalipia kiwango cha shilingi 4,700 ndo kitakatwa, lakini kwa sababu kuna na makato inaweza kaenda mpaka kwenye 5,000, na nadhani hapo mweza kunielewa vizuri. So baada ya hapo utabonyeza hapa tap to buy hapa chini. Kwa hiyo utakuwa umefanya manunuzi ya hicho kifurushi. Utasubiri muda kidogo, na baada ya hapo itarefresh, itaweza kukamilisha malipo. Kama utakuwa unashindwa, kwa sababu mimi ninatumia kadi ya mtandao ya Airtel, kwa hiyo wananikata shilingi 3,200 kwa kila dola. Kwa hiyo inakuwa kama shilingi 6,400. Kwa hiyo utanitumia 6,400 ili niweze kukununulia hiyo package. Baada ya kumeipata hivi, tunakuwa na kipengele hivi hapa viwili vya msingi. Cha kwanza ni hiki hapa group grabber, cha pili ni send messages. Hivi ndio vipengele viwili vya msingi ambavyo leo tutaweza kujifunza. Group grabber inafanya kazi gani? Group grabber hii hapa kazi yake huwa ni kuchukua namba kwenye magrupu. Inazichukuaje hizo namba? Hizo namba inazichukua hivi. Ukibonyeza hivi inakuletea kwenye WhatsApp business au WhatsApp ya kawaida. Hii ni WhatsApp ya kawaida, hapa unakuwa umechagua WhatsApp business. Mimi hapa imenipa direct. Kwa wewe ambaye unakuwa ndo unaanza kwa siku ya kwanza, njoo bonyeza hapa kwenye more option kwanza. Bonyeza hapa kwenye more option, njoo kwenye settings, sawa? Utabonyeza hapa kwenye settings, njoo kwanza. Kama hapo ukiwa umeshalipia, njoo hapa ondoa hii tiki. Kila mara huu unakuja kuangalia hapa, kwa sababu usipoiondoa itakuwa inaenda na link ya hii na hii link ya hii hapa. Utakuja hapa utaandika 100,000 au 1,000,000. Utakuja hapa utaandika 10,000 au 50,000. Utakuja hapo utaandika 1,000 au 10,000. La msingi tu kadri zinavyotoka juu zinashuka. Hii ya kwanza iwe ni kubwa kuzidi hii, na hii iwe ni kubwa
iwe ni ndogo kuzidi hii. Si umeelewa? Kwa hiyo ya kwanza hii iwe ni kubwa, inayofuata iwe ni kidogo. Hapa ni time gap ya message moja na message nyingine. Mimi nimeweka 0, wewe unaweza kuweka 1, unaweza kuweka 2 kutegemea na speed ya simu yako. Make sure at least ndani ya dakika moja unatuma message 15 au 13 ndani ya dakika moja. Ili ndani ya risali moja umemaliza kutuma message almost 600 na maanisha na kitu kama hicho. Kwa hiyo hakikisha ya kwamba usitake message ziende nyingi kwa haraka. Wewe tuweka tu 0 kama simu yako itakuwa ni nzito kidogo, au unaweza weka 1 kama sio nzito, au 2 whatever. Ila mimi naweka 0 kwa sababu simu yangu ina vitu vingi, kwa muda mwingine inatuma kwa kuslow. Kwa hiyo unakuwa unajaza hapa. Ukimaliza hapo unakuja kwenye accessibility. Sasa kwa mimi nayetumia hii, natumia Samsung. Sijajua kwa watu ambao mnatumia Infinix, Tecno inakuwa inaonekanaje. Lakini kwa watu wanaotumia Samsung inaonekana hivi. Kwa utakuja install the app hapa hivi. Utabonyeza, utakuja kuichagua hii yenyewe hapa busy promo. Hapa iko on, utakuta kwako iko off kwa kama ndo naanza. Kwa utakuja hapa utaiweka on hivi, utaiallow, alafu utarudi nyuma. Hapo itakuwa umemaliza. Baada ya hapo njoo rudi nyuma hapa kwenye home, njoo sasa ubonyeze group grabber. Ukishabonyeza hapa, angalia unataka kuchukua majina kutoka kwenye grupu zilizopo kwenye WhatsApp gani. Kama ni WhatsApp business utachagua hapo, kama ni WhatsApp Messenger utachagua hapo. Baada ya hapo utabonyeza mimi nazitoa kwenye WhatsApp business, kwa nitabonyeza start hapa. Itakuleta kwenye WhatsApp, by the way, itakuleta kwenye WhatsApp kama unavyoona hivi. So mimi ikishanileta hivi, nakuja kuangalia magrupu ninayotaka ni yapi. Magrupu ninayotaka naweza nikachagua grupu moja hapo huko. Labda nitasema nitakuja hapa nitasema nachagua kwenye grupu la ngoja nichague kwenye grupu ambalo ili hapa laanza cash. Kwa nitafanya hivi. Alafu nikishamaliza nitakuja hapa. Ili grupu kwenye kulichagua unabonyeza tu hivi mara moja. Alafu unakuja kubonyeza hapa juu hivi. Sometimes unaweza kufungua likajifungua lenyewe. Let's say ukipitia huku hivi tap ukabonyeza hivi start. Okay, turudi hivi. Ukibonyeza hapa hivi start, ukachagua hili grupu lolote lile ambalo unataka kuchukua majina. Ukibonyeza hivi mara moja, lenyewe linajileta huku juu. Hichi ndio nilichokuwa nataka kukuonesha. Ikitokea haijajileta, unaweza ukaja wewe mwenyewe ukabonyeza kwenye profile, alafu ukaja hapa. Ukishabonyeza hapa kwenye view all hapa chini. Hapa view all itategemea na lugha yako, utakuwa umetumia Kiswahili, Kiingereza, Kifaransa, watakuwa wamekuandikia hii kwa neno la view all kwa lugha yako. Kwa utabonyeza hivi. Ita scroll hivi kama unavyoona yenyewe. Kwa utaiacha scroll mpaka majina yote imalize unayotaka kuiomba urafiki. Baada ya hapo utasimama, utairudisha nyuma. Sisi tuishie hapa. Kwa utarudisha nyuma. Utakaporudisha nyuma hivi mara moja, itarudi hapa. Utarudi tena mara ya pili, itatoka. Utarudi mara ya tatu, itakuja hapa nje. Sasa ukishafika hapa, unaweza ukachagua uongeze grupu lingine. Kwa hiyo utachagua grupu lingine. Sijui umeelewa? Utabonyeza hapa juu, alafu utakuja pia kugilabu hizi groups. Zinajiselect zenyewe, by the way. Unakuwa zote zinajiselect zenyewe. Ukimaliza unarudi nyuma mara ya pili, mara ya tatu unarudi hapa. Ukifika hapa juu unabonyeza mara moja hivi pap, button ya kurudi nyuma maana yake unabonyeza mara moja. Kwa utaiacha iload. Itaload hapo, inaload majina yaliyokuwa kwenye yale magrupu ambayo umegrab. Kwa mfano hapa imechukua majina jumla 256. Tuje sasa tuangalie, je, majina ni 256 yote? Ukija hapa ukiangalia ile grupu ina majina 263. Lakini ukumbuke ili grupu hatukulimaliza, tuliishia njiani. Kwa hiyo tukaja tukaongezea na hili ambalo lilikuwa lina watu kidogo, watu 27. Kwa hiyo ile la kwanza tukulimaliza lote. Lakini ukiwa umemaliza yote, itakuja kuselect majina yote, utakuja kuyaona
hapa. Kwa hiyo hapa utachagua kama kuna watu umeshawasave, yani umesave majina yao kwenye magrupu ambao umechukua, utakuwa kuja hapa mbele unatoa hizi tiki. Yani wale watu ambao hutaki kuwatumia message. Sasa mara nyingi ambao umeshawasave wao wanakuja kwa huku juu. Kwa utayatoa, ukimaliza unakuja huku chini. Huku chini huwa kuna watu ambao ni wa nchi za nje. Kama wewe ni Mtanzania, utakuta huku chini kuna namba za watu wa nje. Kwa hiyo kama unataka kuzitumia message na zenyewe utaziondolea tiki. Ukimaliza unakuja kubonyeza hapa juu kwenye hiki kidude. Ngoja nibadilishe color ya point. Aka kadude aka juu haka. Utabonyeza hapo. Kwa ukishabonyeza hapo itakuja hivi. Hapa unaweza ukaandika jina unalolitaka ili uweze kukumbuka wakati unakuja kuomba urafiki. Utasema labda Anzakashi members. Ukishamaliza una save. Ukishamaliza kusave unakuja sasa kuimport hizi contact. Unaiona hii neno import hii hapa juu hii hapa hii neno import. Utakapobonyeza import, kwa hiyo majina yote haya yatakuja kuwa saved kwenye hili neno hili. Kwa lazima ni kukumbuka tu jambo la kawaida by the way. Kwa utabonyeza import. Tayari contact imported successfully. Hapa tunaenda kujifunza namna ya kutuma message sasa. Utabonyeza kwenye send messages. Utabonyeza hivi. Ukibonyeza hapa italeta watu magrupu yote ambayo ulishaya grab. Hapa ndio sehemu ya kuchagua group. Kwa utabonyeza hapa kwenye group grab. Mimi nishaya grab mengi kama unavyoyaona hapa. Na nitakuja kuwafundisha pia namna ya kudelete haya yote uanze upya. Kwa ukija kuangalia mimi ambayo nimeligrab muda sio mrefu linakuwa huku chini. Ndio huku chini unaliona huku ili hapa. Anzakashi members. Kwa nitachagua. Litaniletea watu wangu wao hapa. Kumbuka walikuwa 200 sijui 50 ngapi, nikawapunguza wale ambao nilisema unawapunguza hivi kwa umebaki yao. Kwa nikimaliza nabonyeza hapa chini next. Nikishabonyeza hii next nachagua advanced mode. Advanced mode. Nabonyeza hivi. Kwa hiyo hapa ndipo nitakapokuja kuweka message yangu. Let's say nasema hello. Umeamkaje? Umeamkaje? Kwa hiyo hapa nimeandika hivyo. Naweza nikaandika message yangu labda ya save. Naitwa Brian. Afunga na kimoji changu. Nipo Mwanza Tanzania. Nipo Mwanza either. Alafu nasema kama utojali tunaweza kuwa marafiki. Hii ni test message by the way. Kwa unaweza ukaiandika huko inbox kwako ukaja ukaipaste hapo. Kwa mfano mimi huwa ninayo kwenye keyboard, kwa nitaiandika hapa, nitakuja hii hapa. Nitaiweka hivi. Sio, umeelewa? Ukishamaliza unakuja hapa chini. Unachagua unataka kutuma message kwa WhatsApp gani. Unaona hapa? Kwa mimi ninataka kutuma kwenye WhatsApp business. Kwa ninachagua hapo kwenye WhatsApp business. Hapa wanakuambia remove nani contacts. Kama hizo contacts ulizo grab kuna namba ilishafutwa WhatsApp, kuna namba iko bani imemaliza mwezi imefutwa, kuna mtu alibadilisha labda namba iko WhatsApp lakini bado kwenye grupu, itaweza kuziremove hizo namba. Baada ya hapo unabonyeza start hapa chini. Ukibonyeza hivi tap start inaanza kutuma message. Unaona? Kwa hiyo inakuwa inatuma na inahesabu. Unaona kama inavyoenda hivyo. Kwa hiyo inakuwa inakuonesha kabisa kwamba umetuma message ngapi, zimeenda ngapi, hivyo. Kwa mwisho na mwisho ikimaliza utakuwa umeona. Kumbuka, hii haizuii bani. Na ukumbusha tena. Hii haizuii bani. Kama ni kupigwa bani, utapigwa tu. Kwa hiyo epuka kutuma message nyingi, tuma message kiasi ambazo zitakufanya uwe kwenye usalama. Kwa hapa mimi nimeweka simu yangu chini, yenyewe ndio inatuma message. Itakapomaliza na kuja naishika, basi naangalia waliojibu najibu, naendelea na mishe zangu. Hivi ndivyo tunavyofanya save kwa kutumia automatic. Kumbuka unalipia $2 kila mwezi au $12 lifetime. Asante kwa kunisikiliza.
tujifunze kufanya save, tujitahidi kujituma. Maisha ni marahisi kwa wale wanaofanya kazi na kujituma.